Maono ya Mungu ni nini na maono ya mtu ni nini? Maono ya Mungu kwanza nielezee kwa urefu tafadhali. Maono ya Mungu kwanza ilikuwa pale alipomuumba mwanadamu, alimuumba kwa kusudi. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu, ili wawepo duniani afu watawale duniani, lakini wakae kwenye maelekezo ya Mungu. Hiyo ni maono ya Mungu. Mungu aliendelea kuwatafuta wanadamu, walipokosea alikuwa anawarudisha. Walipokosea sana akaangamiza, akasema nazaa upya, akaacha kina Nuhu, akatengeneza kizazi kingine, akaona hapa hatutoboi, akamuita Ibrahimu, akatengeneza kizazi kipya, ndo taifa la Israeli. Manaka aliselect sample ya watu ya jinsi Mungu anavyotaka wawe. Kwa hiyo tukisoma Biblia tutasoma sana habari za taifa la Israeli na namna mambo yalivyokuwa. Ile ni picha kamili ya kutuambia Mungu anataka iwe hivi, na namna alivyomtoa Yesu kwamba anataka watu wawe karibu na yeye. Kutokea hapo, ukisha kuwa umemwelewa Mungu na kile Yesu alichokifanya msalabani, umeelewa maono ya Mungu. Hayo ni maono ya Mungu. Ila maono ya binadamu ni wewe unataka kufanya nini, unataka kuachieve nini. Kwani si Biblia ndio iliyosema kwamba pasipo maono watu waacha kujizuia? Without vision people perish. Watu wanapotea. Manake maono yanakuhitaji wewe, ni namna utakavyoitumia akili yako. Akili yako iko conscious. Kwa hiyo unavyokuwa na maono utajizuia kwamba nisifanye hivi, nifanye hivi, niende hivi. Maono ni kama mlinzi. Maana unakuwa unaishi maisha yenye maana ukiwa na maono. Kwa mahali popote pale ambapo sasa mtu amekosa maono, tunasema ameamua kupotea. Amechagua upotevu, kwa sababu maono ya Mungu yapo. Ukiyakubali inabaki ni kazi kwako. Je, wewe uko tayari kuyatumikia maono yako? Hivi unajua wakati mwingine sisi hatujui kuomba. Utawakuta watu wanaomba, wengine wananena kwa lugha hadi kwa uongo. Ila asilimia kubwa ni kwamba hatujui kuomba. Hata Mungu mwenyewe kuna muda anaandika kwenye Biblia kwamba hamjui kuomba, kwa sababu mmeomba mvitumie kwa tamaa zenu. Yaani Mungu akiangalia anasema hamna kitu cha maana unachokifanya, wanapiga kelele. Sasa utajiuliza, sasa namna nzuri ya kuomba ni ipi? Mimi Majaliwa Padi nikikufundisha nitakwambia namna nzuri ya kuomba Mungu ni uwe na maono makubwa. Yale maono yanakuwa maombi ya imani. Yaani unavyo practice maono, unamwambia Mungu uliumba mtu duniani, na Mungu anafurahi kwa sababu anaona huyu mtu at least amefanikiwa kujua nini anachotakiwa kufanya duniani. Kwa hiyo maono ni wewe unavyojicaptivate, unavyofanya, unavyodream high, mpaka Mungu mwenyewe anasema yes, nina kijana wangu pale duniani, huyu ni balaa, kijana anajituma, anafanya vitu vya maana, Mungu anajivunia. Yaani